Leo bwana, nataka nikusimulie story moja, story ambayo naamini mwisho wake kuna kitu utakipata ama utajifunza. Hii story inamhusu bwana mmoja anaitwa Tancredo de Almeida Neves. Huyu bwana aliwahi kuchaguliwa kuwa rais wa Brazil kwenye uchaguzi wa mwaka 1985. Huu ukiwa ni uchaguzi wa kwanza wa kiraia baada ya miongo kadhaa ya nchi hiyo ya Brazil kutawaliwa na utawala wa kijeshi. Mwaka 1985 ukafanyika uchaguzi wa kwanza wa kiraia ambao ulihusisha pia vyama vya kiraia kuweza kufanya uchaguzi ama kugombea. Sasa huyu bwana Tancredo de Almeida Neves, yeye alikuwa ni mwanasiasa mashuhuri sana. Alikuwa na taaluma ya sheria, lakini alikuwa ni moja kati ya wanasiasa nguli sana kwenye nchi ya Brazil, ambaye aliwahi kushika nyadhifa mbalimbali kwenye serikali mbalimbali za awamu mbalimbali za kijeshi za nchi ya Brazil. Aliwahi kuwa waziri wa sheria, aliwahi kushika nyadhifa za waziri wa katiba na sheria, aliwahi kuwa waziri mkuu pia. Kwa ameshika nyadhifa nyingi sana kwenye serikali hiyo ya Brazil kabla ya uchaguzi wa kiraia wa mwaka 1985. Sasa ulipofika uchaguzi wa mwaka 1985, Tancredo Neves akaona anatosha kugombea uraisi wa nchi ya Brazil, na kiukweli alikuwa anakubalika sana. Ni mtu ambaye alikuwa anakubalika sana na raia wa Brazil. Kwa hivyo akajitosa kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwaka 1985, uchaguzi wa kwanza wa kiraia kwenye nchi hiyo baada ya miongo mingi ya kutawaliwa na jeshi katika nchi hiyo. Sasa inasemekana, japo hakuna ushahidi wa video ama ushahidi mwingine, inasemekana kwa sababu ukizingatia mwaka 1985 kidogo teknolojia haikuwa kubwa, lakini inasemekana huyu bwana alikuwa anajiamini sana kuelekea kwenye uchaguzi huo, ikafikia hatua akasema kwamba hata Mungu hangeweza kumzuia kuwa rais wa nchi hiyo ya Brazil. Sasa nini kilitokea baada ya kusemekana ametoa kauli hiyo? Uchaguzi ulifanyika kama kawaida na huyu bwana alipata ushindi, na sio ushindi mdogo, ni ushindi mkubwa, na alikuwa akipambana dhidi ya mgombea kutoka kwenye jeshi na alikuwa anapambana na mgombea kutoka kwenye jeshi ambao ndio alikuwa anatawala nchi, na wakaamua kurudisha nchi kwenye utawala wa kiraia. Kwa hivyo akafanikiwa kushinda uchaguzi na alitakiwa kuapishwa Machi 15 ya mwaka 1985. Lakini kabla ya kuapishwa Machi 14, Tancredo Neves aliugua ghafla, ugonjwa wa ghafla, na siku moja kabla ya kuapishwa, yani tarehe 14 Machi ya mwaka 1985 aliugua ghafla, ambapo Machi 15, yani kesho yake, alitakiwa kwenda kuapishwa kuwa rais wa Brazil, rais kutoka kwenye raia ama serikali ya kiraia. Akaugua ghafla na akakaa hospitalini mpaka ilipofika Aprili 21 ya mwaka 1985, Tancredo Neves akapoteza maisha. Na inasemekana kwamba kauli yake ile ya kusema kwamba hata Mungu hangemzuia kuwa rais ndio pengine ilisababisha yeye kushinda urais, lakini hakuwahi kuwa rais. Alishinda urais lakini hakupata bahati ya kukaa madarakani hata kwa dakika moja, kwa sababu alipoteza maisha kabla ya kuapishwa kuwa rais wa Brazil. Tunaweza kujifunza nini? Bwana, usije ukadharau imani ya mtu, usije ukamdharau Mungu hata siku moja. Inawezekana ukawa na confidence kubwa kwenye jambo lako, inawezekana ukawa unajiamini sana, inawezekana ukawa na hasira sana ama una huzuni sana. Tuwe makini sana na kile ambacho tunakizungumza, kisije kikatukuta kama kile ambacho kimemkuta Tancredo Almeida Neves. Yeye bwana alisema hata Mungu hangemzuia kuwa rais. Alishinda kwa kupata kura nyingi kwa kishindo, lakini hakuwa rais kwa sababu alifariki, na siku moja kabla ya kuapishwa aliumwa sana. Ikamchukua siku kadhaa akiwa kitandani hospitalini, na mwisho wa siku alifariki bila kuwa rais wa Brazil. Hiyo ndio story ambayo nitaka kukupa leo. Naamini kuna kitu umejifunza, naamini kuna kitu umekipata. Asante na kwaheri.